Je, umewahi kuona vitu ambavyo ni vya aina moja vikiwa pamoja? Kama umewahi kuviona basi, hiyo ndio itakuwa mada yetu ya siku hii ya leo. Kwa kifupi, tutaongea kuhusu nomino za makundi. Tukielezea tu kwa ufupi tuseme kuwa nomino za makundi hutaja viumbe, vitu ambavyo viko katika makundi. Yaani, nomino hizi hujumuisha au huwakilisha kundi la vitu, watu au wanyama wenye sifa moja au wanaofanya kazi sawa. Mifano, tunaweza kuongea kuhusu shada la maua, biwi la taka, msafara wa watu, bumba la nyuki, funda la mate, pakacha la nazi, jozi ya viatu, kitita cha pesa, dhurea ya nyota, hadhira ya watazamaji, baraza la mawaziri au baraza la wazee, kikoa cha waimbaji, seti ya vikombe au seti ya vipuli, matopa ya vitabu, mfinyo wa ponda, kaumu ya watu, halaiki ya watu, mlolongo wa magari au wa watu, kicha cha funguo, tita la kuni au tita la nguo, mkururo wa watoto, kundi la ndovu, safu ya milima au safu ya siafu, wingu la nzige, halaiki ya watu. Naomba msikilizaji wangu unisaidie kukamilisha nomino hizi za makundi. Tunaongea kuhusu mkungu wa, kamilisha, ndizi. Kamilisha kikosi cha wanajeshi au kikosi cha askari. Kamilisha kishazi cha samaki. Kamilisha tonge la ugali. Msitu wa miti. Doti ya, kamilisha leso. Kamilisha kipeto cha barua. Timu ya wachezaji. Darasa la wanafunzi. Jamii ya simba.
utungo wa shanga. Asanti kwa wale ambao wameshiriki katika kujaribu kuyajibu yale maswali ambayo tumeyapitia ili kutusaidia kufanya mazoezi. Endelea kujiunga nasi tunapoendelea kujifunza mengi na pia kufanya mazoezi ya somo tunalolipenda, somo letu tunalolienzi, somo la Kiswahili. Asanteni na muwe na wakati mwema tangu tutakapokutana katika kipindi kijacho. Asante.